Samahani kaka. Njoo kidogo. Ndio. Kama utojali, nimependa unielekeze njia ya Vihinda. Dadangu wewe hapa bado ngali mbali. Yaani mbali sana. Yaani mbali sana. Kusema ufike Vihinda. Unaona njia huku? Tazama huku. Unaona njia? Hii njia hii. Yaani endelea nayo. Sawa? Ukisogea kidogo tu, yani kidogo tu. Ukifika pale. Yaani ukisogea tu kidogo tu, yani kidogo tu. Utakuwa umepatia. Pale ndio Vihinda pale. Asante kaka. Sawa mama, asante pia. Lakini samani kwanza. Wewe ni mgeni hapa kwenye hiki kijiji eti? Kwa sababu umeumbika. Haya mama, samahani. Samani kaka. Habari yako? Salama. Kuna jambo nataka unisaidie. Jambo gani hilo? Kuna watu ambao wanatafuta katika hichi kijiji. Watu gani hao? Kuna dada mmoja anaitwa Anita. Anita. Mbona kwenye kijiji kuna Anita wengi sana? Kaka. Ni kweli. Anita mnene ambaye ana macho makubwa. Dadake na baruti. Dada Anita.
Ule ni dada yangu sana. Hapa tayari umefika. Sasa wewe ni nani yake? Mimi ni shangazi yake. Shangazi yake? Yaani umekaa huko. Hadi dada Anita ameolewa. Ameshika ujauzito. Hadi kataka Kujifanya nini? Twende shangazi, twende. Hapana, kuna jambo nataka kuongea. Ni jambo gani? Wewe twende shangazi, yangine Hapana, hebu niambie, samahani. Hapana, Anita mwenyewe atakwambia, twende. Haya. Dada, nimechoka. Tena mimi nimechoka pia. Si mama, tuendelee na safari. Sehemu hii ni hatari sana. Dada. Tupo bihinda. Unasema? Dada, tazama tupo bihinda. Mungu wangu. Tutake sehemu hii. Tumeingia sehemu hatari sana. Na sijui tunaondokaje. Mimi naomba tusonge mbele kidogo. Asante sana kwa kunikaribisha. Karibu tena, jisikie uhuru hapa, ni kama nyumbani. Asante. Lakini sijaweza kuwafahamu. Kuna kijana ambaye amenielekeza hapa, akaniambia kwamba wewe ni rafiki na Melina. Sawa, lakini sijaweza kujua nia na madhumuni mpaka leo huko hapa ni ipi. Wewe umeniambia kama una mahusiano naye. Unajua shangazi, hapa katika hiki kijiji palitokea mambo mengi sana ambayo
tuchanganya sisi wenyewe wenye kijiji. Mambo ambayo yalikuja kujitokeza hata mimi mwenyewe kabla nilikuwa siamini. Lakini mwisho wa siku nilikuja kugundua kama ulikuwa ni ukweli. Na Melina hapa mwisho tulikuja kukwaruzana baada ya kupata taarifa kwamba yule Melina alikuwa ni mchawi. Kiuhakika ilinivunja moyo sana. Kwa sababu katika hiki kijiji kama kuna mtu ambaye alikuwa naye kama rafiki yake ilikuwa ni mimi peke yangu. Lakini nilivyokuja kugundua hizo taarifa nikaona kwamba haifai hata mimi mwenyewe kuendelea na urafiki naye. Sasa nikawa najifikiria kwamba labda hadi muda wote hajaonekana atakuwa labda amekufa au yuko hai, lakini sikuweza kupata ufumbuzi wa hilo jambo. Kweli kabisa. Mbona mjua mtoto akingali mdogo? Hizo tabia kwa kuwa nazo amezitoa wapi? Unaweza kunisaidia tukawapata? Katika njia ya kukusaidia, kuna mtu mmoja ambaye tunashirikiana katika hili swala. Na mtu huyo ni Ayubu, ambaye alikuwa ni mume wa Anita. Hata yeye pia hizi taarifa ni kama vile zinamchanganya. Kwa hiyo tukao tumeongea itakuwaje ili tuweze kutafuta jinsi gani tunaweza kutafuta suluhisho ili kukwamua haya matatizo. Asante na shukuru. Ukifanya hivyo utakuwa ifanya jambo la maana sana. Kwa maana naona familia ya kaka yangu itakuwa imeenda kupotea. Ndiyo shangazi, na kuahidi katika hilo tutajitahidi. Asante. Kiongozi, kwani unanifanyia hivi? Umekuja kufanya nini hapa? Si umeniambia nije nitafute Anita. Unanifanya nitoke mahali nilipo ili nije mpaka hapa. Sasa unataka mimi nifanye nini? Hii mali haiwezi katutisha sisi kuingia. Acha tuingie ndani tupambane nao. Hapa ni Bihinda, sehemu hatari sana. Hata sisi majini haturuhusiwi kuingia humu ndani. Jifikirie, binadamu je? Hawa hawezi toka humu ndani mikono salama. Leo ndo nimeamini kama dunia sio mbaya, lakini binadamu ndo wabaya. Na imani hivi umeridhika, na moyo wako umeshiba kwa kile ambacho umekitenda kwa Melina. Sasa hivi Melina amepotea kwenye kijiji, hapatikani kwa sababu umenifumba macho na kuniaminisha mambo ambayo siyaelewi. Hivi Melina mimi nampata wapi? Ni kweli inawezekana alikuwa mchawi, lakini alikuwa mpenzi wangu. Na nilimpenda sana Melina. Melina nilimpenda sana. Lakini kwa kukuamini wewe kama kijana bora na shupavu kwenye hiki kijiji, leo hii nimempoteza Melina. Maskini Melina wangu. Inawezekana sitamuona tena. Kwa sababu kuamini ujinga na maneno ya kipumbavu ambayo yananiambia wewe Ayubu. Inatosha Daudi. Wema wangu niliokutendea unaamua kuozesha mbele yangu. Sawa, Melina alikuwa ni mpenzi wako. Mimi Anita alikuwa mke wangu. Lakini niliamua kumfukuza akiwa na ujauzito. Daudi, yote ni kwa sababu maisha yetu yaendelee kuwa milele katika hiki kijiji. Lakini leo yote umeona kwamba haina maana. Sawa, mimi ni mkosefu. Okay. Samahani Daudi. Ayubu, leo tungejua uzito na uchungu na upata ndani ya moyo wangu. Kwa
sababu ya upendo wangu kwa Melina, basi usingeniambia habari za yule mkeo. Ujauzito wa mkeo mimi unanisaidia nini? Tauti. Okay. Naweka ahadi. Nitamtafuta Melina. Nipo tayari kutoa uhai wangu. Nilete Melina katika vitanga vya mikono yako. Lakini ujue, katika hichi kijiji chote hakuna mwenye upendo wa ukweli kwako na nayetaka kukuona ukiendelea kuishi katika hichi kijiji kama mimi. Ayubu. Basi hakikisha unatunza ahadi yako. Maana ubora katika huu uhai na uishi mimi ni upate Melina hapa. La sivyo, kumbuka nilikwambia, ukija kukosea undugu wangu mimi na wewe utavunjika. Sawa. Nipo tayari kufanya nalolitaka wewe. Lakini weka hili katika akili yako. Kwa sababu kwenye dunia hii damu si nzito tena kuliko maji. Kwa sababu thamani ya undugu wetu sasa hivi tumeweka kwa vitu na sio utu tena. Tamleta Melina, lakini mimi utakuja tena kuniona mbele ya uso wako. Asante. Kama nimekuita hapa ni kwa sababu ya jambo moja. Na ile jambo una uwezo wa kunisaidia. Sasa hivi matatizo yameshakuwa makubwa sana kwenye hiki kijiji. Lakini natumaini kwamba utanipa ushirikiano. Wala usiogope boga. Ushirikiano tu. Tuko sambamba mimi na wewe baba. Sawa. Najua ndio ulikuwa sana karibu na Baruti. Na Baruti unajua fika kwamba ni kakake Anita. Najua hivi. Na hichi kijiji sasa hivi kimeharibika kutokana na baada ya kifo cha Baruti. Anita na Melina pia wamepotea kwenye mazingira kutatanisha. Na wewe una uwezo mkubwa sana wa kuweza kusaidia hili ili tuweze kumpata Anita. Kwa sababu Anita ni kama dada yako. Sasa sijui toka Anita toke nyumbani kwangu, sijui ni wapi ambapo alipoelekea na kuanza maisha mapya. Sijui kama unaweza kuona taarifa zozote. Hapo itakuwa ngumu. Yaani itakuwa ngumu kabisa kusema nipajue mahali ambapo yupo. Lakini nimesikiaga. Yaani kwa kusikia. Wako huko. Hata na mimi sipajui. Lakini sasa niliwahi kumuona. Na ule ujauzito hana. Sasa mmeshagazao. Shabani. Sijakuita hapa ili tuweze kuongea masuala ya ujauzito. Ninachokitafuta ni kuweza kujua nampataje Anita. Ayubu, wewe kwa rafiki yangu. Na upashi kunificha. Au umenificha? Shabani, naomba unisaidie kumpata Anita. Nitakusaidia, nimeshakukubalia. Wala usiogopi boga. Lakini ujue hapa kwagi kazi yenye haina malipo. Utanilipa Ayubu? Shabani, malipo ya kwanza ni kuweza kuokoa nafsi hizo na kurudisha tena kwenye kijiji. Najua hapo kila mwana kijiji hapa atakupigia makofi. Na kukuona wewe ni mtu muhimu sana kwenye hiki kijiji. Makofi. Ndivyo ilivyokuwa. Baada ya hapo nilishindwa kabisa kuvumilia. Nilichokiona ni kuweza kumfukuza Anita. Japokuwa nilimfukuza Anita, lakini bado moyo wangu ulikuwa unampenda. Lakini nilishindwa kujizuia kwa sababu niligundua ujauzito ule haukuwa wa kwangu.
Lakini baada ya kusikia kwamba Anita hayupo tena kwenye hichi kijiji, moyo wangu umeniuma sana sana, na kujiona mkosefu, kwa sababu niliuzi moyo wa rafiki yangu Daudi, kwa sababu mimi ndio chanzo cha yeye na Melina kuachana. Inaniuma sana shangazi. Pole sana Ayubu. Haungeliweza kuvumilia kwa sababu ujauzito si wa kwako. Lakini sasa unafikiriaje kuweza kuwapata? Fikra yangu ni potevu, kwa sababu sijui wapi walipopelekea. Lakini mimi ni mzao wa hichi kijiji, kila sehemu naijua. Labda wawe wametoka tu nje ya kijiji hichi. Shangazi, ni kuahidi Anita na Melina utawaona, japokuwa itakuwa hatari kubwa sana kwangu kutokana na hali ya Melina kujihusisha na masuala ya kichawi. Lakini hakuna ngumu, mimi nitatenda hilo jambo. Nitashukuru sana, lakini usije kaweka maisha yako hatarini ikaja kuleta taharuki kwenye kijiji. Sawa shangazi, kuhusu hilo usijali. Asante, nashukuru. Na karibu tena nyumbani. Asante. Unaona mahali nilipokuleta hapa ili tuzungumze, unapaonaje? Anatia boka. Sasa wewe ndio unajua kuhusu kifo cha Baruti kama mimi ndio muhusika. Sasa kama nimekuleta hapa, nimekuja kukuonya. Nikija kusikia utanijua mimi ni nani. Sitasema, na mimi kwanza nikufikiria, na sitasema haki ya Mungu. Uliona jinsi nilipomfanya Baruti? Sasa uenda kugeuza mara pili. Sitaki mchezo kwa dada yangu Benita. Sitapima kabisa. Sitaki mchezo kwa dada yangu Benita. Sitasema. Nyinyi wanakijiji mnazidi kujiletea matatizo nyinyi wenyewe. Sasa ngoja nikurudisha nyumbani kwenu.